Baada ya kutamka hayo, ndugu zangu, leo nimekuja na ajenda moja tu. Ajenda niliyokuja nayo ni kwamba Tanzania yetu hii, ikiwemo pamoja na wilaya yetu ya Ludewa, tumebarikiwa kuwa na rasilimali. Na rasilimali hizo ni pamoja na rasilimali za madini. Na hapa Lupanga kuna madini yapo. Madini yaliyoko hapa ni madini ya chuma. Yako mengine, maana siku moja nilienda Lusala nako kile wakaniambia kuna madini. Nilikuwa na kiongozi wangu wa chama akanazungumzia huko Utilili huko, anaona kuna vidalili. Kwa hiyo Tanzania imebarikiwa rasilimali, lakini rasilimali hizi lazima zitumike, ndipo tuone kuna tija. Zisipotumika, ndio yule usemi unasema kwamba uchumi tumefanyaje, tumeukalia. Kwa hiyo lengo na dhamira la kuja wilaya Ludewa, wamekuja kwa ajili ya kuwekeza kwenye chuma. Watachimba chuma, watachakata chuma na watatengeneza chuma hapa Ludewa. Lakini pia wataunda kiwanda cha saruji, kiwanda cha simenti hapa wapi? Ludewa. Lakini pia kwa ajili ya kutuongezea nishati ya umeme, watatengeneza kinu cha kufua umeme kwa kutumia makaa ya mawe ambayo yanayopatikana kule Nkomang'ombe. Lakini chuma ambacho wao watakuwa wanakichimba kinapatikana kwenye kijiji cha Lupanga na Masimbwe. Hodi Lupanga. Kwa hiyo nitumie nafasi hii niwatambulishe uongozi wa kampuni ya HWTZ. Mradi huu hautatuletea fedha mfukoni kutuwekea na mfukoni, kwamba watapita wenzetu wawekezaji wanatoa hela kwa kila mwananchi, haitatokea. Sisi tunatakiwa tujipange. Zile fursa ndogo, masuala ya vyakula, bahati nzuri ardhi yetu tumebarikiwa, tuna mvua karibia msimu wote. Tuanze viazi na mazao mengine, tuanze kuwekeza huko. Lakini pia kutakuwa na shughuli ambazo zitahusisha ajira ambazo sio za kitaalamu sana. Ndio vijana wetu wamemaliza hapa form 6 sio wako watapata fursa kufanya kazi. Kwa hiyo tunapoangalia hili jambo, tusiliangalie katika udogo wake, tuangalie katika mtazamo mkubwa na mpana. Lakini pia katika maeneo yetu, kama tutakuwa na eneo ambalo ni la serikali ya kijiji kama alivyosema Mheshimiwa DC, hilo eneo litalipwa nini? Fidia. Na nitoe angalizo hapa Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kwamba fidia ile ni ya kijiji, lakini sisi kama halmashauri au wilaya lazima tutaisimamia matumizi ya fidia hiyo, ili fidia iweze kutaksi na kutoa tafsiri sahihi kwa wananchi wote. Isi watu wachache wamekaa fidia imetoka, watu wachache wamekaa kugawana pesa. Hilo jambo hatutali kubali. Sisi wilaya ndio Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya unafahamu, tumetolea mfano mzuri mbele ya Mheshimiwa Rais Dodoma kuwa wilaya ambayo imefanya vizuri katika kutumia fedha za fidia. Kwa sisi kama viongozi tunatamani tuendelee na hiyo hali. Si tunafahamu kule Mundindi, jamani, si tunafahamu Mundindi walipokea fidia wakafanya kitu ambacho ni kizuri, ambacho wilaya yetu ya Ludewa mpaka leo hii inasifiwa. Kwa hiyo tunatamani tuende hivyo. Kwa hiyo ndugu viongozi, mwenyekiti wa kijiji, wajumbe wa serikali za kijiji, mkae mkijua mtakapopokea fidia lazima tukae pamoja, mtuletee mpango wa matumizi wa hizo fedha. Na sisi tuchekeche, tufanyie tathmini, tuone kwamba fedha hizo zitumika zitasaidia wananchi wote, kwa sababu fedha ni ya kijiji, sio ya mtu mmoja. Tumeelewana hapo? Kwa jina tu Ernest Mteke, mkuu wa wilaya na msafara, tunapenda kukushukuru na imani eneo letu tutabadilika kiuchumi. Yaani mimi nashukuru. Mimi ombi langu hasa kwa huyu mwekezaji, haya alikuwa na ahidi, hebu yakae kimaandishi ili viongozi wetu wanafuatilia. Hicho ndio tulikuwa na. Asante. Langu Tobias Gailo. Kwa kweli napenda nishukuru sana kwa mahali popote kwenye uwekezaji sio kwenye maendeleo. Lakini ombi langu nataka nitamke kabisa, mkuu wa wilaya, kusema hizo habari ulizosema Dangote huko sijui kulikuwa kunani, nina imani kwa Masimbwe hazipo kabisa, ni hofu tu. Mambo yataenda vizuri tu, isipokuwa tu ni lile tu moja ambalo linaonekana hao wenzetu kwa uwekezaji, na kweli kama wanatuahidi kitu ionekane, kama alivyosema mwenyekiti mstaafu, ionekane ili vilete
mahusiano mazuri kijijini kati ya wawekezaji na sisi, ionekane kuwa lionekane limeenda vizuri. Asante. Karibu mama. Asante. Mimi nimesimama hapa cha kwanza kushukuru mkuu wa wilaya kwa sisi kwa fursa hii. Nina uhakika itatoka juu, itatukuta mpaka sisi watu wa mwisho. Kama ulivyosema, hatutakosa kuuza mboga. Mimi nimesimama kweli, nasema asante. Tutajitahidi kama wanawake kupambana ili tuweze kunufaika na huu mradi.